Yeah, what is popping? Leo tuko tuna make story. Ina dada yetu hapa, tamuiza jina lake, anaitwa nani? Story zenyewe tutazungumzia story za kuhusu maisha. Tutazungumza kuhusu swala la mahusiano. Yesu wangu. Na mengine kadhalika. Kwa hiyo tuko pamoja. Usikae mbali na Kaponda TV. Don't forget to subscribe, to share this channel for any entertainment. Sister, jina lako nani? Janet. Naitwa Janet. Mambo vipi lakini? Fresh. Maisha yanasemaje? Yako poa. Mambo mengine? Nashukuru Mungu. Mambo ya kupambana kila pakikucha? Nashukuru Mungu anasaidia, maisha yanasonga. Eti. Kila pakikucha unazidi kupambana. Mkono uende tamaa. Mapambano yanazidi kuendelea. Kwa kweli. Safi sana. Kwenye kipindi cha Mama Samia. Ina make vibe. Sana. Okay. Mimi nataka tuzungumzie swala la mahusiano kwanza, au chagua tuanze swala la mahusiano au tuanze kuhusu swala la maisha, yani ndio tuzungumzie maisha jinsi yalivyo. Nataka tuzungumzie mambo haya mawili. Ni wewe tu ndugu mtangazaji. Haya, okay. Tuguse swala la mahusiano kwa sababu swala la mahusiano ni pana zaidi. Linagusa nyanja nyingi. Linagusa watu wengi. Au sio? Mimi nataka nikuulize swali moja kwenye swala la mahusiano. Hivi ni kwa nini sasa hivi mahusiano mengi yanavunjika mapema, yani kabla ya watu kufikia malengo yao au ndoto zao katika mahusiano yao? No. Hiyo inawezekana inasababishwa kutokupata mtu sahihi aliyotakiwa kuwa naye kwenye maisha yako. Na upande mwingine pia naweza nikasema kwa kipindi hiki cha sasa hivi wanawake au wanaume wamekuwa sio wavumilivu. Maana maisha sasa hivi sio sawa na maisha ya mama zetu. Mama zetu walivumilia kupigwa, kufanywa nini, kila kitu wao walivumilia, lakini kwa upande wetu sisi kwa sasa hivi hamna mtu anayeweza kuvumilia kwenye kuteseka. Lazima tu, ndo maana unakuta mahusiano yanakuwa hayadumu. Na sasa hivi walio wengi hawabebeani madhaifu yani hawabebeani madhaifu. Kwa ndo maana unakuta huyo anashindwa kubeba dhaifu la mwenzia, yule mwingine unakuta kama hivyo watu wanaachana. Kwa hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa ya watu. Inawezekana ikawa ni changamoto kubwa kwa watu, lakini sijajua kwa upande mwingine, ila kwa mimi kidogo ninachokielewa ni hicho. Lakini wewe kama wewe upande wako ushawahi kupitia mahusiano? Nishapitia. Mimi si mwanamke, kwani nisipitie kwenye mambo ya mahusiano? Okay, katika mahusiano yako yale uliyopitia, yalikuwa ni mahusiano ambayo ya kukosana uvumilivu au yalikuwa ni mahusiano ya aina gani? Nilikosa uvumilivu. Yalikosa uvumilivu. Kwa hiyo tuseme changamoto kubwa ya wanawake wengi au tuseme vijana wengi wanakosa uvumilivu kwenye mahusiano yao. Ndio maana mahusiano yao yanakuwa ya muda mfupi yanavunjika, si ndivyo? Kwa mfano uvumilivu ukiwepo, watu wanaweza wakagusa target zao, ndoto zao, baadaye wakaja wakaoana, wakaishi pamoja, si ndivyo? Kwa kitu kikubwa ni uvumilivu. Uvumilivu hamna. Sasa wewe unayesikiliza hii video, je, wewe kwenye mahusiano yako kuna uvumilivu? Na kitu kingine nataka nikuulize. Pengine unaweza ukafafanua vipi kwa upande upi? Kuna wadada sasa hivi wanaotaka kuingia kwenye mahusiano lazima wanapima uwezo wa mwanaume kifedha. Yaani mwanaume asipokuwa na fedha, yani mwanamke anakuwa hayuko tayari kabisa kwenda kwa yule mwanaume au kuwa na yule mwanaume. Kwa maana yake tuseme watu wenye uchumi mdogo maana yake wanaonewa sana kwenye mahusiano. Hivi hilo linakaa vipi? Kwa nini wanawake wengi
wanakwenda kwa watu waliokuwa wamefanikiwa au watu wenye uwezo wa kifedha? Kwa wanawake wanaenda kwa wanaume ambao labda ana pesa, yeye ndo anaona kama kapata. Yule mwanamke naweza nikasema hajaenda kwa ajili ya mwanaume, ni ameenda kwa ajili ya ile pesa. Lakini kwa mwanamke ambaye yeye anaelewa nini ya kuolewa au nini maana ya mwanaume, hawezi kuangalia kwamba yule mwanaume ana kipato cha shilingi ngapi, anaingiza shilingi ngapi kwa siku. Ila yeye anachoangalia ni kwamba naingia kwenye mahusiano au naingia kwenye ndoa na mtu fulani kwa ajili ya kutengeneza maisha. Kwa kama pesa ni wao watazitafuta wao, ila hao wanaingia kwa ajili ya pesa hao wanafuata pesa, hawafuati kingine. Na ndio maana hasa unakuta mahusiano mengi yanayovunjika ni hayo wanayofuata pesa. Okay. Kwa useme wadada wengi wanaenda kwenye mahusiano kwa ajili ya pesa, yale mahusiano yao huwa hayadumu. Hayadumu kwa sababu si pesa kuna wakati zinaisha. Wewe kama vile mtu umefuata kitu fulani, hicho kitu kikiisha, wewe unafikiri utaendelea kubaki hapo? Nikuulize na wewe utaendelea kubaki? Lazima utatafuta kwingine ambako zinapatikana, unahamia upande huo wa huko. Ni kama hivyo. Japo so kila mahusiano yanayovunjika ni kwa sababu ya pesa hamna au nini. Hiyo ni inategemeana sasa na kutokukosa ule uvumilivu. Yani labda mwanaume wako amekuwa msumbufu kupitiliza au mwanamke amekuwa msumbufu kupitiliza. Ndio kama hivyo unakuta wanaachana. Okay. Baba. Kwa labda tumegusa tu upande wa wanawake kwenda kwa wanaume wenye uwezo wa kifedha. Lakini vile vile kuna wanaume wanapenda kwenda kwa wanawake wenye uwezo wa kifedha. Yaani hasa mjini sasa hivi wanatumia lugha ya mashuga mami. Umeona? Sasa sio kwamba tu upande wa mwanamke ndo anahitaji kwenda kwa mwanaume mwenye uwezo wa kifedha. Kumbe kuna wanaume na wenyewe wanahitaji kwenda kwa wanawake wenye uwezo wa nini? Wa kifedha. Kwa hata wale tunazungumzia pale hakuna love, no love, maana yake kuna pesa. Kafuata kulelewa pale. Maana yake pesa ikiisha mtu anachomoka, si ndio? Kwa upande huo sijui kwa sababu sijafikia ile kusema nimepata mwanaume wa kumlea. Ningekuwa nishafanya kitu kama hicho, huenda ndo ningesema pesa ikiisha anaondoka. Lakini pia kwa wanaume ambao wanafuata wanawake wenye pesa kwa ajili ya kulelewa, pia naweza nikasema wanaume wajielewe. Kwa nini wewe mwanaume usifight ukatafuta pesa ukaoa mwanamke wako ambao unaendana naye? Kwa nini ulelewe? Maana mwanamke sio kwa ajili ya kulea mwanaume, mwanamke ndo kwa ajili ya kulelewa na mwanaume. Sasa wewe mwanaume kweli una akili zako timamu, utakubalije kwenda kulelewa na akina mshangazi? Wanaita akina mshangazi siku hizi. Sasa si watu wanajua wakifika kwa mshangazi alisha make pesa atakula bata. Mtu anahitaji hajielewi sasa kwenda viwanja, kudrive gari kali. Huyo ni anasogeza tu maisha yake yaende. Yaani huyo nikafuata tu kuoshea wenzie, kafuata tu zile pesa. Yaani ni kwamba yeye mwenyewe ashajiona kabisa hawezi akafanikiwa kwa chochote, ndio maana unakuta anaamua kuyapeleka maisha yake kulelewa. Lakini kwa mtu ambaye anajua kwamba yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini, kujishughulisha kufanya kazi aina yoyote ile, iwe ngumu au nyepesi. Yaani yule mtu wa hivyo hawezi, sidhani kama anaweza kukubali kwenda kulelewa na mama na mshangazi hawa wanaowaita siku hizi. Inakuwa ni ngumu. Lakini kwa wote wanaume wanaolelewa hawa na mashangazi hawa hawajielewi na wala hawajitambui hata kidogo. Kwa kumbe hivyo tuseme hata upande wa mwanamke ambaye anahitaji kwenda kwa mwanaume ambaye mwenye kipato, it means hajielewi, si ndio? Sasa wewe utatakaje uolewe na mwanaume mwenye pesa na wakati wewe hujamiliki hata kagenge kale ka shilingi 20,000? Yaani wewe umetoka kwenye maisha ya chini unataka ufike tu maisha ya juu. Na wakati kila kitu kinaanza kwa kutafutwa chini. Unaanzia chini unaenda juu. Hata msingi wenyewe wa kujenga nyumba unaanzia msingi ndio unapandisha nyumba. Sasa wewe unataka uanzie juu. Imekuaje hiyo? Uanzie juu, unashuka chini. Lakini ukijua ukianzia juu lazima utashuka. Na siku ukishuka ndio
mwisho wa siku kama ni mwanaume ndo unajikuta unalelewa na ya shangazi, na kama ni mwanamke ndo unajikuta kuja umeolewa na mbabu, yani sio baba, si hata rika ya babako, au unakuja kujikuta umeolewa na babu, hapo kwa sababu tu unaangalia pesa. Na pengine huwezi jua mtu amezitafuta vipi zile hela mpaka kazipata, amepitia njia zipi, kuna wewe unadumbukia tu unaanza kubugia. Inakuwa so poa. Maisha mazuri ni yale watu ambao mmekutana, mmependana, mmebebeana kila hali. Mwanangu ana jero, mimi na 200, mnavikusanya vile visenti. Kweli yale maisha, kweli Mungu ndio waga na bless, mnapanda juu mpaka mnatoboa. Na hayo maisha mkianziaga chini huwa yanakuwa uvumilivu, kwa sababu kila mwenzake yani ashambebea mwenzake mazake yake ambebea hivi. Kama hiyo. Lakini haya kuja wewe kweli hujui njaa, hujui sijui kukosa. Wewe kila siku unapata. Yaani siku akiishiwa ni kuachana, yani ni kuachana mazima. Kwanza utasikia mwanamke anakuambia mtu mwenye sasa hivi anitunzi. Thank you everybody to watching this video. Sisi tumefika mwisho wetu. Usisahau kusubscribe, gusa alama ya kengele kupata any taarifa. Tuko na bebe yetu Janet, tunamshukuru. Tunampa big up sana kwa kuelezea kuhusu swala la mahusiano. Kwa hiyo kama umefuatilia hichi kipindi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, usisahau kucomment hapo chini, au sio? Big up sana, shout out kwa Janet alivyoelezea. Kwa kumbe dada unaipenda hela kwa mwanaume, kwa hakikisha unapoenda unazijua hizo pesa zimetoka wapi. Pia vile vile nawe mkaka unaenda kwa mashugamani, hakikisha zile pesa kazitafutie, kazipatia wapi. Kumbe mtu anapoenda kwa mwanaume au enda kwa mwanamke mwenye hela, mwenye kipato cha hali ya juu, huwa no love. Huwa pale mtu anafuata pesa. Shout out, big up, tuko pamoja. Endelea kufuatilia kipindi kijacho.